Ya Mungu wangu, maisha gani haya? Maisha gani ninayoishi mimi? Yaani sikutegemea kama mimi Dorothea nitakuja kuishi maisha kama haya. Piga mkelele ya nini? Nakuuliza mbavu wewe. Nani kakuruhusu kutoka ndani? Nani kakuruhusu? Kuna bwanako huko nje unamfuata, si ndio? Zile za wenzako ulizoteleza. Sikupi hata moja. Utakula huko ndani siku hizi. Jinga wewe. Nitokea hapa. Ndio. Pole mama na roho mbaya. Simama sasa. Simama. Kaka. Shwari. Hivi kaka, yule jamaa pale Kaosh alikuja kuchukua hatari lake? Hapana, hajaja mpaka leo hajatokea. Sasa sijui ana tatizo gani, lakini kitu ambacho nakwambia, yule jamaa sitokuja kumsaidia tena, na hata wewe pia naomba akija akitaka kitu chochote usimpe. Mimi nahisi jamaa ana matatizo yule. His abdomen. Alafu vipi kuhusu Dorothea? Tumeenda na mama kumpelekea zawadi. Kweli? Ndiyo bro. Lakini cha ajabu tumefika pale hatujamkuta. Sasa atakuwa ameenda wapi? Hivi na hali yake kama ile kweli? Eti mama yake anadai kwamba amepata rafiki jirani pale. Kweli? Na hali kama ile kweli apate rafiki? Hivi hata wewe inakuingia akilini? Mamangu mimi namjua. Mama ni mtu wa ghadhabu sana. Na mama anapenda kuongea na kumfokea. Na hicho kitu ndio kitu ambacho kinamfanya Auntie Doro ashinde kukaa pale nyumbani kwa furaha. Ndio maana anatoka, anaenda kutembea huko mbali. Sema kwa ushauri wangu tu bro. Unaonaje usimchukue Dorothea ukampeleka hospitali? Ndio sehemu pekee ambayo ata relax, akili yake itakaa sawa, atafanya mambo yake kwa uhuru. Hilo ni wazo zuri sana. Hata mimi nimelikubali. Lakini hofu yangu na mashaka, mama atanielewa? Lazima atakuelewa. Yaani jitahidi sana mama akuelewe. Mimi nakuamini bro. Fanya hivyo. Najua naweza. Sawa, mimi nitajaribu lakini sina hakika. Jikaze bana ndugu yangu, jikaze. Samahani dokta, ili faila yule mgonjwa alijifungua kwa operation. Daktari, ili faila yule mgonjwa alijifungua kwa operation. Okay. Asante. Cozy Packet. Hivi salamu kumbe na mpumbavu eh? Amna ati nilikuwa namchangamsha kwa Auntie Doro hapa. Amefurahi kama nini? Unanichangamsha nini na kati shachangamsha? Ili sicheze najua mtata nini maana muziki. Yaani tungemuona anajua kucheza kama nini kama. Kwenda huko. Unafanya mbali kwangu ba? Nani kakuruhusu kutoka chumbani kwako? Wakati mimi mzima kama ulivyo wewe. Najisahau hapa ndani. Unasahau nini umekuleta ndani ya nyumba hii? Nitakunyosha. Hebu kwenda enda gengeni. Haraka! Wewe mwanza genge hujampa? Mimi sijambo, karibu bwana. Mchumba mama. Mchumba wako na? Bwana wewe ndiye mchumba wangu. Unaona mimi siwezi kukuoa au nipende mwanangu? Sikupendi na wala sikutaki. Bwana. Sasa sikiliza mgambie Saro, nitafanya kila kitu mpaka uingie kwangu. Si ushanielewa? Na nakwambiaje, yani kila
kila ninapokuwa nakuona mwenzio ninasikia raha, yani ninasikia uko ndani kama vidudu vinanichwechwera, yani vinanichoma yani. Sasa nitolewa wazimu wako. Mimi nimefuata mboga. Mchiche begani. Wewe mchiche shilingi 300 tu hapo. Safi. Mambo yanakwenda, lakini nikwambia, yani nikiwa ni wewe na umeingia ndani hapa. Mbona hata wa mchiche wanachukua bure tu, tunakwenda kupika tunakula. 300, mbona kama mchiche wenyewe wa jana jamani huu? Wewe mchiche sio wa jana, wewe mchiche ni wa roho. Alafu kwanza wewe unajua mimi nisingekuwa nakufanyia mahesabu kama hayo. Wewe ukiwa mke mimi nakwambia mchiche unachukua bure. Bure. Kwa hiyo yani hizo mboga unaweka kwenye hicho kimfuko hicho. Sasa sisi wa kutosha, basi kama uwezi wewe beba humo. Nipe bwana. Salama mwana unakuwa msori. Sasa chanjo umeacha. Basi mimi nitaleta huko. Watu wengine bwana. Aka katoto mimi nakaambia mimi nitakuoa, njoo nikuoe, nikubebe, nikuweke hapa na kila siku nani tulikuwa tunabongea na tu kidogo. Mbona unaonekana una mawazo sana? Unawaza nini? Sio hivyo mume wangu. Nahitaji kuitwa mama. Hivi unadhani ni rahisi naweza kukata tamaa? Wewe unajua changamoto ninazozipitia. Mama yako anipendi. Nafahamu changamoto ambazo unazipitia mke wangu. Hata mimi najisikia vibaya sana. Na mimi ndio naishi na wewe. Kwa hiyo achana na mama, nisikilize mimi. Naelewa unapitia changamoto gani mke wangu. Lakini nilishakwambia kuwa mimi ndiye ninayekupenda mke wangu. Sawa, nimekuelewa. Alafu nimekumbuka kitu mume wangu. Auntie Helen jana alipita pale ofisini kwangu. Ila ametupa ushauri tuende kwenye maombi, huenda Mungu akajalia tukapata mtoto. Alafu hivi yupo, maana ni muda mrefu sijaonana naye. Anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Na tena amependeza. Inaelekea Dr. Faruku anamtunza vizuri sana. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Nimefurahi sana kama yupo ni mzima na anaendelea vizuri. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia kuhusiana na hilo ni wewe tu utakapojisikia kwa tayari kwenda utaniambia, mimi nipo tayari kukupeleka. Sawa mke wangu? Sawa mume wangu, nitakwambia ni lini twende. Sawa. Janeti. Mambo. Ndugu yangu nimekupigia sana lakini hujapokea simu. At least nilivyoona simu yako hapa, naweza nikapata usingizi nikalala vizuri. Mimi mzima tu. Basi mambo yasiwe mengi, naomba nikutakie siku mwema. Sawa. Asante. Wanida, mtoto mzuri na kuona unazidi kupendeza tu.
kwa raha zangu mtoto wa kike. Nina shida gani? Sinaga shida ndogo ndogo. Naona Mwanida, mimi nataka niwe na kuhudumia Mwanida. Kwa pesa gani ulizokuepo nazo wewe bwana uliofuga mindevu mirefu kama mkojo? Utanihudumia nini mimi? Utanipa nini? Nini cha kunipa mimi? Kula kwa babako, kulala kwa babako. Yaani kiufupi wewe bwana bado unalisho. Mimi utanihudumia, utaniweza, utanipa nini? Manida, upumbavu sitaki ujue. Tuheshimiane. Kwenda huko. Nikuheshimu wewe? Wewe nikuheshimu mimi? Baba, yaani kiufupi tu siwezi kuheshimu mtu asiyejielewa. Upo. Yaani siwezi kuheshimu, jiheshimu ndo uheshimiwe. Kwanza changamka. Tena uchangamke haswa, utaolewa.